anahitaji uongozi wake. Kama haya mambo yote sio mageni, kama habari zako tayari zilikuwa zimeshaandikwa, atuendi tena kumwambia Bwana atupe hayo mambo, tayari ni ya kwetu. Kumbe inahitajika bidii. Anasema hivi, huyu naye alikuwa ni binadamu kama ninyi, mwenye asili kama ya kwenu, lakini aliomba kwa bidii, mvua ikasimama. Siku zile Yoshua anasimamisha jua na mwezi, anasema kwani hamjaona hizi habari zilikuwa zimeshaandikwa? Yakandaba shatalia na manda, habari zako tayari zimeshaandikwa. Habari zako na majira kama haya kuwepo katika kanisa la Makabe tayari zimeshaandikwa. Ni jukumu lako kujua ndani ya Makabe utakuwa kama mtu gani, utasimama kama mtu gani. Habari zako kuwa kwenye familia ulionayo, tayari hizo habari zilikuwa zimeshaandikwa. Yatamaliko zayantabashaka, wote walijua kuhusiana na habari zao. Musa alijaribu kufanya kwa sababu ndani ya moyo wake aligundua analo kusudi la kuokoa watu fulani. Alivyojaribu kuchunguza, akajua ninatakiwa kuokoa watu wangu. Akujua tu nyakati alipopewa habari, lilipokuja neno likamwambia kwamba nimesikia kilio cha watu wangu, sasa ninakutuma Musa leo ukaokoa watu wangu. Nimesikia machozi yao, nimesikia maumivu yao. Ulipofika wakati Musa aliweza kuwaokoa wenzake. Habari zetu tayari zimeshaandikwa. Ndio maana mzaburi anasema ya kwamba macho yako aliniona kabla sijakamilika, kabla sijawa hivyo ambavyo ninaonekana leo. Chuoni kwako tayari habari zangu zipo. Kuna habari bado hujaziona. Inahitajika bidii yetu ya kuweza kuingia rohoni na kuona habari zetu. Utakuja kugundua kitu kimoja, sio fursa zote zinazokuja mbele zako utafanya. Utakuja kugundua kumbe sio kila mahali utatakiwa kwenda. Habari zako zilishaandikwa. Habari zako zilishaandikwa. Kanda mashata liga daba leshata mande kobosaka. Wakati wanamtokea wazazi wa Samsoni, wakamwambia utamzaa mtoto, ataitwa Samsoni, ila anapewa habari ya vitu vya kutumia wakati mtoto akiwa tumboni. Hawajaishia hapo, wanampa habari za Samsoni akiwa tayari ameshakuwa. Anamwambia wembe usiguse kwenye nywele zake. Wanampa habari za Samsoni akiwa ameshakuwa pia. Wanamwambia huyu atakuja kuwa mwamuzi. Shata lina manda. Siku ile ambayo anamtokea Yusufu, anamwambia hivi, usimkimbie Mariamu, kwa sababu mimba alionao ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na atakayezaliwa tumboni mwake ni mkombozi ambaye atakuja kuwatoa watu katika giza na kuwapeleka katika nuru. Anakuja kumpa habari. Habari zako tayari ziko zimeshaandikwa. Unaweza ukatafakari ya kwamba kumbe habari zangu tayari zipo. Kumbe inahitajika bidii niweze kuona mambo yangu. Lekaradaba shalena manda yesatalikandaba shateketa
Paulo anasema katika Wagalatia 5:18, anasema nanyi mkiongozwa na Roho hampo tena chini ya sheria. Anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, kila atakayenifuata mimi ataenda gizani kamwe. Kumbe kuna ambaye tunatakiwa tumfuate. Kuna ambaye anaweza akatuonyesha habari za mambo yetu. Kuna mchungaji mwema ambaye anaweza akatangulia mbele yetu. Daudi anasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji mwema, sitapungukiwa na kitu. Anajua kitu kimoja, yeye ni mfalme kweli. Anajua jambo moja, ya kwamba mimi kweli ni mpiganaji wa vita. Anajua jambo moja, ya kwamba mimi ni mchungaji, lakini anajua ya kwamba siwezi kwa nguvu zangu. Kuna mmoja ambaye huwa ananiongoza, naye huwa ananishindia. Unastahili. Yes. Kanda bashata lina manta abujiwa kela na manta baboshaka yesa kandabae lekatabashakata. Yes, unaweza tu ukiwa hapo ukamshukuru Bwana. Kandabashatele kandabasi mesa tapa yekaradabash lesa kandababashakata yepashatalina manda lesa katakata. Kanda basekete unastahili Yesu kupewa sifa. Kanda masaka ya nabashe. Yesu, ukiwa mahali hapo unaweza ukamwambia Bwana ya kwamba habari zangu sio ngeni hapa duniani. Unaweza kumwambia Bwana habari zangu sio ngeni hapa duniani. Unaweza kumwambia Bwana habari zangu ulizijua. Unaweza kumwambia Bwana kitabuni mwako habari zangu tayari